Leo nimewaletea simulizi inayoitwa Binti Mbeba Nyota za Wanaume. Mtunzi ni Alex Kalinga. Katika usiku wa mvua kubwa, radi zikipiga angani na upepo ukivuma kwa nguvu kana kwamba ulimwengu ulikuwa unalilia kitu kisichoeleweka, mama mmoja alitembea peke yake ndani ya msitu wa Kanyama, eneo lililotengwa na watu kutokana na hadithi za kutisha kuhusu mizimu na wachawi waliopotelea humo. Aliitwa Mama Nuru. Alikuwa tasa kwa miaka 17. Hakuna mganga wala daktari aliyeweza kumpatia suluhisho. Usiku huo, akiwa amevaa vazi jeusi na kichwa kimefunikwa kwa kitenge kilichololoana na mvua, alisimama chini ya mti mkubwa wa mkuyu. Alikuwa ameambiwa na mganga mmoja wa Tunduma kwamba kama angetaka mtoto, lazima afanye tambiko chini ya mti huo saa 8 usiku wa mwezi. Kwa mkono wake wa kulia alichukua kisu cha tambiko na kuchinja jogoo mweusi aliyejitoa mhanga kwa sauti ya ajabu. Damu ya jogoo ilitiririka ardhini, ikichanganyika na mvua na kuingia kwenye ardhi kama ilivyotakiwa. Mama Nuru akaanza kuomba, nguvu zisizoonekana, mnijalie uzao, mnijalie hata mtoto mmoja, ataweza hata kutoka kuzimu, bora awe wangu. Miti ilianza kutetemeka isivyo kawaida. Kulisikika sauti ya kike ya ajabu ikisema kwa sauti ya kina na kilichojaa huzuni na hasira, utawezeshwa, lakini zawadi yako haitakuwa ya kawaida. Moyo wa mama utampenda, lakini ulimwengu utamlilia. Miaka 3 baadaye, jirani mmoja alipita nyumbani kwa Mama Nuru na kukuta mlango ukiwa wazi. Ndani, Mama Nuru alikuwa amelala chini, macho wazi, uso wake umejaa tabasamu la kutisha, midomo ikiwa imepasuka kidogo, kana kwamba aliona kitu kizuri mno au cha kutisha kabla ya kufa. Pembeni yake, mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 3 alikuwa ameketi kimya, macho yake yakiwa meusi sana bila mboni nyeupe. Alikuwa anacheka kimya kimya huku akichora duara ardhini kwa kidole chake kidogo. Polisi walipofika, walistaajabu kuona mtoto huyo hakulia wala kuonekana kuogopa. Aliitwa Zawadi kwa sababu ndio neno la mwisho mama yake aliyesema kabla ya kuaga dunia. Lakini miaka ilivyozidi kwenda, kijiji kilianza kuhisi kuwa Zawadi hakuwa mtoto wa kawaida. Kila aliyejaribu kumuumiza, alimkosea au hata kumsogelea kwa nia mbaya, alipata matatizo mazito: ajali, kichaa cha ghafla au kifo kisichoelezeka. Zawadi alipofikisha miaka 18, uzuri wake haukuwa wa kawaida. Alikuwa na ngozi laini kama maji ya asali, macho marefu yenye mvuto wa ajabu na harufu ya waridi iliyokuwa haitoki kwa manukato yoyote. Wanaume walimtamani, wanawake walimwonea wivu, lakini hakuna aliyemjua kwa undani. Ndipo mkosi ukaanza. Alikuwa kijana kutoka Mbeya mjini, aitwaye Haruni. Alikuja Kanyama kwa ajili ya mradi wa utafiti wa vyanzo vya maji. Mwanasayansi kijana, mwenye akili nyingi, lakini moyo dhaifu kwa wanawake warembo. Alipomuona Zawadi kwa mara ya kwanza, alipoteza uwezo wa kuzungumza kwa sekunde kadhaa. Alimuona akiwa kwenye duka la jirani, akinunua sabuni. Harufu yake ilimvaa kama moshi wa kifuu. Alifanya kila njia kukutana naye tena. Hatimaye waliketi pamoja kwenye kilabu cha kijiji. Zawadi hakuwa mchangamfu, lakini alitabasamu kwa namna ya ajabu. Alisema maneno machache tu. Uko tayari kubeba nyota? Haruni alicheka, akidhani ni utani. Usiku huo walilala pamoja. Kesho yake Haruni alipigiwa simu kutoka jijini Dar es Salaam. Alikuwa amepitishwa kuwa mkurugenzi wa shirika la maji la kimataifa, kazi aliyoomba miaka 2 nyuma. Pesa zikaanza kumiminika. Alinunua gari, nyumba na hata kuanza kuwasaidia familia yake kijijini. Lakini siku ya 40 ilipowadia, usiku wa manane alipiga kelele kutoka usingizini. Alikuwa analia. Macho yake yananichoma, ananiita, moto, moto ndani ya roho yangu. Aliamka, akaingia barabarani akiwa uchi wa mnyama, akakimbilia porini.
Walimkuta asubuhi akiwa amekufa karibu na mto, uso wake umeparaganyika, macho yakitoa damu, na katika kiganja chake kulikuwa na herufi 3 zilizoandikwa kwa kuchoma: ZAW. Wazee wa kijiji walijua sasa kuwa msichana huyo si wa kawaida, lakini bado kulikuwa na wanaume waliodharau na kutamani. Jina lake alikuwa Pastor Elia, mchungaji kijana wa miaka 30 kutoka Iringa. Alikuwa mpenda maombi, mwenye sauti ya upole, lakini aliyejulikana kwa kufukuza mapepo kwa sauti kali. Alikuja Kanyama kwa ajili ya semina ya siku 3 ya kiroho. Alipoingia kijijini, watu walimweleza juu ya msichana mmoja mwenye uzuri wa ajabu, lakini mwenye historia ya kifo nyuma yake. Aliamua kwenda kumuona. Walikutana kanisani, Zawadi akiwa ameketi nyuma peke yake. Macho yao yalipokutana, Pastor Elia alihisi baridi kali kupita mgongoni mwake. Zawadi alitabasamu, lakini Elia hakutishika. Alimkaribia na kusema, "Roho yako ni ya thamani na Yesu anakupenda." Zawadi alijibu kwa sauti ya kike, lakini iliyojaa giza, "Yesu alikuwa anakula na makahaba, lakini mimi sitokani na dunia hii. Una hakika unaweza kuniokoa?" Usiku huo, Pastor Elia alifunga na kuomba kwa saa 6 mfululizo. Ndoto ya ajabu ilimjia. Alijikuta msituni, akiwa uchi, amefungwa mikono kwa minyororo ya giza, huku Zawadi akiwa amevaa mavazi meupe, akicheka kwa huzuni. Asubuhi, aliamka na kuamua kumwombea. Walipokutana nyumbani kwa Zawadi, alianza kusali kwa nguvu, lakini hafla nyumba ilitetemeka. Zawadi akaanza kuzungumza kwa sauti ya mwanaume mzee na mtoto kwa wakati mmoja. "Usinipokonye sadaka yangu. Ulinipokonya katika madhabahu, sasa unataka kunipokonya duniani?" Elia alipigwa nguvu ya giza na kupoteza fahamu. Alipokuja kuzinduka, alikuta amezungukwa na nyoka wa giza waliokuwa wakimchezea kama watoto. Aliporudi kanisani siku 2 baadaye, hakuweza kuhubiri tena. Sauti yake ilipotea, na ndani ya wiki moja akaingia kichaa cha kuongea na vitu visivyoonekana. Zawadi aliendelea kutabasamu. Alikuwa anasubiri mwanaume mwingine wa tamaa, wa kujaribu kumjua kimwili au kiroho. Lakini sasa walikuwa wakisambaza uvumi wake, na hadithi zake zikawa hazisimuliwi kama hadithi za kutisha tu, bali kama onyo kwa yeyote anayeishi kwa tamaa. Aliitwa Khamis. Hakuwa tajiri, wala kiongozi, wala maarufu. Alikuwa fundi viatu mdogo mjini Sumbawanga. Watu walimuita mtaalamu wa cherehani za ngozi kwa vile mikono yake ilikuwa na ustadi wa pekee. Lakini kilichomtofautisha zaidi si kazi yake, bali moyo wake. Khamis alikuwa na roho ya upole na macho ya huruma. Alikuwa amesikia kuhusu Zawadi kwa miaka mingi, hadithi zilizojazwa vitisho, mauti na laana. Lakini siku moja alipokuja kijijini Kanyama kusafirisha vifaa vya kazi, alikutana naye. Alimkuta Zawadi sokoni akinunua viazi. Alisimama tu na kumtazama, si kwa tamaa, bali kwa mshangao wa upendo wa kweli. Alimwongelesha kwa adabu. "Samahani dada, unaweza kusaidia kubeba hii ndoo? Unaonekana umechoka." Zawadi alimtazama kwa sekunde kadhaa, macho yake yakiwa yametulia. Kitu ndani yake kilisitasita. Kwa mara ya kwanza alihisi kitu tofauti, utulivu. Alikubali msaada. Walitembea pamoja. Siku zikaenda, walizoeana. Khamis hakutaka kingine kutoka kwa Zawadi zaidi ya kumjua, kumchekesha na kumpa matumaini kuwa si kila mwanaume ni wa tamaa. Hakuomba mapenzi, hakumshika kimwili, alimuheshimu. Na kwa mara ya kwanza, Zawadi alianza kuota ndoto zenye mwanga. Lakini nguvu za kuzimu ziliona mabadiliko hayo. Usiku mmoja, akiwa amelala, aliota akiwa ndani ya pango la moto, na sauti ile ile ya mwanzo ikamwambia, "Umevunja agano, umeweka moyo kwa mwanadamu asiye na tamaa, lakini sadaka yetu ni lazima. Ikiwa hutampa, basi tutamchukua." Zawadi alia usiku mzima.
Alfajiri alimwomba Hamis wakutane kando kando ya ziwa. Alimweleza kila kitu, historia yake, laana yake na hatari aliyokaribia kuikumbatia. Hamis alimtazama kwa utulivu, akamshika mkono na kusema, nipo tayari kufa kwa ajili yako kama ikibidi, lakini hatutakufa bila kupigana. Usiku huo huo walimtembelea mzee mmoja wa milimani aliyesemekana kuwa na uwezo wa kuwasiliana na ulimwengu wa chini. Alitoa tambiko la damu ya fahali, akatoa maneno ya kale yaliyosahaulika. Umeamua kupenda pepo, lakini umeweka imani kwa binadamu. Sasa lazima damu ichague. Mvua ilianza kunyesha, radi zikapiga. Zawadi alipoteza fahamu na mwili wake ukaanza kuelea juu angani, macho yakitoa nuru. Hamis akapiga magoti, akalia kwa sauti, basi nichukue mimi, msichukue yeye, mimi ndiye nimempenda, si aliyeomba mapenzi. Kulikuwa na kimya kizito, kisha nuru kubwa iliwasha kama jua, kisha ikazima. Zawadi alianguka ardhini. Hamis hakuwapo tena. Zawadi alipofumbua macho alikuwa peke yake, kimya, lakini hakuwa na giza tena ndani yake. Kwa mara ya kwanza alihisi kuwa mwanadamu kamili. Lakini usiku uliofuata alisikia sauti ikinong'ona, tumechukua sadaka, lakini kumbuka, kila zawadi ina gharama. Mapenzi yako yamepokelewa, sasa ubebe majuto ya milele. Zawadi alitemea tena kijijini akiwa mpweke zaidi ya awali. Alikuwa amepoteza mwanaume pekee aliyempenda. Hakuwa tena wa kuzimu, lakini wala hakuwa wa dunia. Alikuwa kivuli kati ya upendo na laana. Na hadithi yake ikawa si onyo tu, bali ni kilio cha mapenzi yaliyozaliwa kuzimu na kufa duniani. Na huu ndio mwisho wa simulizi inayoitwa Binti Mbeba Nyota za Wanaume.